Ngoja nikupe jambo moja leo. Ndio maana ndoa nyingi za Wakristo hazinaga amani huko ndani. Sio za wapagani. Hivi naongea na watu ndani. Amen. Kaangalia wapagani wanavyoishi kwa raha kwenye ndoa zao. Wanafurahia ndoa wapagani. Wanasherehekea ndoa zao. Kwanza ndoa zao zina furaha. Unajiuliza hii furaha wao wanaitoa wapi? Haleluya. Watu ambao hata kuomba waombi, lakini wana furaha. Twende kwa wewe ambaye unamuomba Mungu kila siku. Yaani ni kilio. Ni kilio. Watu wanalia. Uniamini ninachokwambia, mimi najua ndoa za Wakristo zinavyotesa. Ninafahamu. Sasa jiulize, kinachotesa ndoa za Wakristo ni kitu gani? Hivi naongea na watu ndani. Jiulize swali, kinachotesa ndoa za Wakristo ni kitu gani? Na wakati wewe umemwamini Mungu, na kuna watu hawajamwamini Mungu, na watu hao ambao hawajamwamini Mungu wanategemea wewe uwe mfano ili na wao waige kwako. Lakini wewe ambaye wanataka kuiga kwako, wewe mwenyewe una maumivu kila mahali. Yaani hiyo sio mimba, ni misumari umechongwa. Kama sio misumari ni vyupa vimekukata. Kila mahali umechanjwa na vyupa. Una raha. Bwana asifiwe sana. Sababu ni hii. Ikiwa kuna mmoja yuko na Mungu na kuna mwingine yuko na Mungu, hiyo ndoa haitakuja kuwa na furaha siku moja. Baba anasali, mama yuko busy na vikoba. Siku ya ibada kwenye kikoba. Hiyo ndoa, niamini mimi, haitakuja kuwa na amani hata siku hii. Mama anasali, baba yuko busy na kutafuta maisha. Yeye anatuangalia ni pesa tu. Nataka nilee familia. Naangalia familia tunakula kitu gani? Unakula mpaka ibada. Yaani sasa hii changamoto ya ndoa za Wakristo wengi ambazo zinafanya leo ndoa za Wakristo zinakuwa hazina amani. Yaani huyu yuko na Mungu, huyu yuko busy na maisha yake. Anasema watu wawili hawawezi kwenda pamoja kama hawatapatana. Shauri lao lisipokuwa moja, hawawezi kwenda pamoja. Sasa wapagani wametuzidi wapi? Wao shauri lao ni nini? Kwenye pombe tuko wote. Kwenye klabu tuko wote. Kwenye mpira tuko wote. Si kwenye nini tu, lazima waende. Ndio maana ndoa zao zinafuraha. Unaviweka viela kwenye kibubu ili mradi ndoa yako iwe na amani. Ishakuwa na amani lini? Ikiwa na amani wiki moja, wiki ya pili umepigwa na kitu kizito. Na ngoja nikwambie nikwambie kitu kimoja leo. Ndoa yoyote ambayo watu hawa hawajawa kitu kimoja ni kama kwenye ulimwengu wao hawawi kwenye ndoa. Ni kama tu watu wamekutana huko mtaani wanagombana. Ni sawa sawa na kibaka akamkamata kibaka mwenzie akamkaba. Ndio wewe ambao kwenye ndoa, alafu matokeo yake ni kwamba ndoa yako haupo kitu kimoja na mwenzako. Popote utakapokwenda, hiyo ndoa haiwezi kuwa na amani. Hata ukiama hapa ukaambia Kigoma, ukasema labda Dar es Salaam wachaini wengi, ukienda Kigoma watakuwa mara mbili yake. Kwa nini? Ili ufanikiwe kwenye eneo lolote lile, lazima muende kuwa kitu